Haya, hii ni Dizim Online, naitwa Frederick Mundala aka Skywalker, na leo tumepata bahati ya kutembelewa na rafiki yetu Saidi ambaye kama unavyokumbuka alipata na matatizo kidogo ambapo alivamiwa na mtu ambaye anaitwa Scorpion na akawa amemjeruhi na kumtoboa macho kama unavyoona. Kwa hiyo sasa hivi haoni kabisa, na leo amekuja hapa Dizim Online ili kuweza kuwashukuru watu ambao wamekuwa naye karibu tangu apate hayo matatizo na mambo mengine, na pia tu kujua anaendeleaje sasa hivi. Saidi, karibu sana. Asante sana. Asante sana. Maisha vipi? Namshukuru Mwenyezi Mungu, maisha niko katika wakati mgumu lakini maisha yanaenda. Okay. Maisha yanaenda kwa sababu kulingana na watu kama nyinyi mlionizunguka na media kubwa kama Dizim Online kama hizi zinazunguka zinanipa moyo, nilipigania huku na kule, kwa hivyo mimi mwenyewe pia napata nguvu ya kuweza kujiona kama ni binadamu, lakini wakati nilikuwa nao ni mgumu sana kwa kweli. Yeah, wakati ni mgumu, na nadhani ugumu unakuja zaidi katika hali yako ya sasa hivi kwa sababu kwa maisha yako yote mengi alikuwa ni uko mzima kabisa kufanya kazi zako, lakini sasa hivi hauwezi tena kuona na nini. Changamoto zaidi nadhani ni hiyo, si ndio? Changamoto zaidi inakuwa ni hiyo, alafu ni mimi yani ni sioni mpaka sasa hivi hapa nilipo, na si kwamba ni mtu kawaida ambaye haoni, hapana. Mimi ni mtu ambaye ametolewa macho kabisa, yani ni mtu ambaye hana macho, wala sio mtu kipofu. Ni mtu kabisa hana macho kwa sababu nilikuwa tu nafanya kazi vizuri, na ilipofika mwezi wa 9 tarehe 6 ilikuwa ni Jumanne, ndio hapo wakati natoka ofisini nimevamiwa na mtu ambaye nisomjua. Amenivamia, amenichoma visu na kuniibia pesa na kila kitu. Ameniweka katikati ya barabara, lakini Mwenyezi Mungu bado amenilinda. Amenitoa pale katikati ya barabara, amenitoboa macho na kunitoa kabisa macho, na nimejikuta niko katika wakati mgumu wakati nilipozimia, na baadaye kusikia sauti ya mtu ananiuliza kwamba mimi ni mzima ili aweze kunisaidia, kwa sababu pale nilikosa mtu wa kunisaidia wakati yule bwana wakati ananivamia pale. Nilikubalia nikamwambia mimi ni mzima, lakini nimejikuta sioni, niko katika kama niko ndani ya shimo, lakini najikuta niko mazingira yale magari nayasikia. Kwa hivyo ni wakati mgumu nilokuwa nao, na mpaka sasa niko katika wakati mgumu sana, ila namshukuru Mwenyezi Mungu kulingana na vyombo vya habari vilivyonizunguka kama Dizim Online na vyombo vingine vinanitetea mpaka sasa, vimenisaidia mpaka hapa nilipofikia, na nimejua umuhimu wa vyombo vya habari. Nashukuru. Okay. Sasa maisha yako yanaendeleaje sasa hivi? Mara ya mwisho nafahamu kwamba ulipewa baadhi ya vitu, ulipewa pikipiki, ukapewa bajaji, ukapewa na fedha pia. Na ukaahidiwa pia kupewa nyumba, si ndio? Naam. Okay. Hiyo nyumba tayari ushapewa na unaishi tayari ama? Nyumba bado sijapewa. Okay. Nyumba bado sijapewa. Cha kwanza nijaribu kumshukuru, namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu mpaka sasa bado punzi nazipata, na naishukuru mchi yangu, namshukuru rais wangu, naishukuru serikali yangu kwa ujumla, na naishukuru ofisi ya mkuu wa mkoa na mkuu wa mkoa wangu. Mimi mkuu wa mkoa, watu wengi hao ni mkuu wa mkoa, mimi naona kama sio mkuu wa mkoa wangu, mimi naona kama ni kaka yangu, kwa sababu mwenyewe huwa anasema mimi ni pacha yake. Okay. Na namshukuru, amenipigania sana mpaka hapa nilipofikia, na napenda kuishukuru ofisi nzima ya mkuu wa mkoa kwa sababu mpaka sasa wamenipatia kiasi cha milioni 10. Okay. Na tulipofika kauzi, mkuu wa mkoa alitangaza kwamba kuna nyumba pia nitakabidhiwa, kuna pikipiki nitakabidhiwa, na kuna bajaji ambazo za mabohola nitakabidhiwa. Lakini swala la nyumba mpaka sasa bado sijakabidhiwa. Kile ninachopenda kutanguliza shukrani kwamba ile milioni 10 amenikabidhi, na nimepata kukabidhiwa pikipiki 5 kutoka kwa GSM. Na washukuru sana, Mwenyezi Mungu awape maisha marefu, kwa sababu ni watu ambao wanaojali, ni watu ambao wanaojali kila aina ya wanadamu, kwa sababu wamesaidia upasuaji wa vichwa vya watoto kule hospitalini, wamenisaidia mimi kunipatia pikipiki 5, na wameniahidi nyumba. Mpaka sasa sijapata, lakini katika ahadi yao mimi sijajua, na wenyewe hawajasema kama ni lini,
na hiyo ahadi imepitia kwa mkuu wa mkoa, ila nawashukuru sana na namshukuru sana pia Diamond kwa sababu naye ni msanii ambaye anajali watu kwa kweli. Mimi sikuzania Diamond ingekuwa mpaka leo bado ananipigia simu, bado anataka kujua mimi naendeleaje, na bado amenipatia kiasi cha milioni 2 amenipatia, na ameahidi kwamba ataendelea kujitahidi kuangalia kama kuna uwezekano wa watu ambao wanajiweza waendelee kunisaidia. Ninamshukuru sana kwa sababu anajali, ni msanii bora sana. Nipende kumshukuru na namuombea dua kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa kipato zaidi ya hicho alichokuwa nacho. Katika mizunguko ya pale nyumbani, unahitaji kwenda labda sehemu yoyote, labda unahitaji kwenda msikitini ama nani ambaye anakusaidia? Nipo na mdogo wangu ambaye anaitwa Yahaya. Okay. Huyu ndo ananisaidia kwa sababu mara kwanza serikali bado ina ahadi ambazo bado kwangu hazijatimizwa bado, ila kulingana na serikali yenyewe kwa sasa hivi na mambo mengi siwezi kuilaumu, ila bado naomba dua siku zote ahadi zile zikamilike, kwa sababu imeniahidi kwamba itanisomesha na imeahidi kwamba mimi nitafanya mazoezi pamoja na kunisomesha. Mpaka sasa hivi hivyo vitu bado havijakamilika, lakini kuhusu nyumbani ninachojivunia ni mdogo wangu ambaye ananipeleka msikitini. Kama hapa tuseme nimekuja na mheshimiwa wangu Bwana Obama, pia na yeye namshukuru sana. Ni mtu ambaye anaendelea kunisaidia, mimi sina cha kumlipa, na toka nianze na matatizo amenisaidia. Namshukuru Mwenyezi Mungu na naji pia nawashukuru sana. Kipindi unapata matatizo ulikuwa una mke, sio? Yeye vipi hujamtaja katika watu ambao wanakusaidia? Yeye pia bado ni muhimu kwangu, maana yeye katika kuishukuru familia na yeye ni moja ya familia. Uko naye bado, si ndio? Niko naye, okay. Namshukuru sana. Niko na mama yangu, namshukuru sana. Niko na mama mkwe na wengine wote nawashukuru sana. Ila kitu ambacho kinaniumiza zaidi kukaa karibuni na mamangu, naumia sana kwa sababu kinaniumiza kwa sababu mimi ndo nilikuwa tegemezi kwa mama. Lakini leo hii mimi najaribu kuomba msaada kwa mama yangu, na mama yangu amenizaa mimi ili niweze kumsaidia katika maisha. Hilo ndio tegemeo lake, na hapa nilipofikia tayari mzigo ulikuwa umeshamtoka. Mimi nilikuwa siwezi kumwambia kitu mama nisaidie kitu fulani, lakini mpaka hapa nilipofikia na matatizo ambayo niliyopata nimemuumiza sana mama yangu. Yani nimemuumiza hali kwamba nimelia sana, mama amelia sana kwa sababu ni mama ambaye analalamika na kwamba yuko tayari kutoa japo hata jicho lake moja ili aweze kunipa mimi mwanae na aweze nami niweze kuona. Ni kitu ambacho kinanisikitisha sana kwa sababu naona kama mamangu amenizaa mimi kuja kujitesa duniani. Ni kitu ambacho kinaniuma mpaka hii leo. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu ana moyo, na kila ninapoenda na huwa mara nyingi anakuepo. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ni vitu gani ambavyo wewe unavifanya kuchangamsha kama kwa sababu unajua pamoja na kwamba umepitia matatizo, lakini ni furaha ni kitu ambacho binadamu anahitaji muda mwingi zaidi, na kuna baadhi ya vitu ambavyo tunavifanya ili kuchangamka na vitu kama hivyo, kama kusikiliza muziki, kufanyaje. Ungekuwa unaona basi ungekuwa unaangalia haba TV. So wewe ni kitu gani ambacho kinakuchangamsha? Mimi ni mpenzi wa muziki, ni mpenzi wa mpira, mpenzi sana wa mpira. Napenda sana kwa sababu mpaka hii leo mimi ukiniuliza stories za mpira nitakuhadisia kama nimeona. Nafuatilia bado. Unasikiza radio kwa hiyo? Nasikiza radio. Yaani nitakuhadisia kama nimeona. Yaani inakuwa haina utofauti na ambao uliona. Lakini ni jambo tu la kumshukuru Mungu kwa sababu kuna muda ni kweli naumia, kuna muda najiuliza nafanya nini kwa wakati huu hapa duniani, kwa sababu natamani hata kujitupa. Kwa sababu katika maisha yangu sikujua kwamba nitakuja nichomwe visu. Katika maisha yangu sikujua kama nitakuja nitolewe macho, kwa sababu mimi muda wote ni mtu wa kila siku napenda kuendeleza kuwa na marafiki zaidi, sio kuendeleza kuwa na maadui, kwa sababu kila kunapokucha naongeza marafiki napunguza maadui. Lakini nimekuja kunitokea ili tatizo, nimeondolewa macho, nimechomwa visu. Ni kitu ambacho kinaniumiza sana katika maisha yangu. Ila muziki na mpira ni vitu ambavyo mimi vinaniburudisha. Nafahamu kwamba kesi ya Scorpion, yule jamaa ambaye alikufanyia hiki ambacho kimekufanya upoteze macho,
kesi inaendelea, na kwa sababu masuala ya mahakama sheria inasema hayaruzungumzi katika vyombo vya habari, nataka tujue kwamba ukimfikiria jamaa unamchukuliaje, yani moyo wako kwake ukoje? Nakuwa inaniuma sana na naumia sana kiukweli, na si mimi tu, familia yangu yote, yani tuseme wa Tanzania wote, hata walikuwa nje ya nchi ni wachache sana ambao wako na yeye, wako katika kuipotosha jamii. Lakini mimi katika maisha yangu siku zote huwa napendelea sana kuongeza marafiki na kupunguza maadui, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu, kwa sababu Mungu ndo alionitetea mimi, Mungu ndo alionifanya mimi mpaka sasa hivi bado napumua. Na kuna watu katika wakati mgumu sana, mimi niko kwenye wakati mgumu, ila kuna watu nahisi wako katika wakati mgumu kuliko mimi. Kwa hivyo mimi kama kina nani? Kuna watu wako hospitalini. Okay, wanaumwa, si ndio? Wanaumwa. Okay, sawa. Mimi wakati niko hivi nimeshapata taarifa kwamba kuna watu wamepoteza maisha. Kweli. Kitu mitihani na hapa na pale. Lakini mimi jambo ambalo ninapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu, mimi ameniepusha na kifo kwa siku ile. Na kama Mwenyezi Mungu ameniepusha na kifo kwa siku ile, kwa sababu sikuwa na mtetezi pale, wenyewe niliwaomba wanisaidie, wakashindwa kunisaidia kulingana na jinsi ambavyo nilivyokuwa, wakajua mimi labda nitakuwa sikosi mamilioni pale ya pesa, kumbe mwisho wa siku nilichokuwa nacho mimi ni kitu kidogo sana. Okay. Na amenivamia pale, amenichoma visu na amenifanya kwa kila kitu pale. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, na nadhani ili swala mimi namwachia Mwenyezi Mungu zaidi, kwa sababu ni kiukweli kuna nchi ambazo kama hivi mtu kanichoma visu na amenitoa macho, nchi zingine naye wanamtoa macho au wanamfanyia vile ambavyo amenifanyia mimi, lakini kwa mti yangu hawezi kufanya vitu hivyo. Kwa hivyo mimi ili swala namwachia Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu hukumu yake haiwahi, yani haichelewi wala haiwahi. Muda wote anapoitoa hukumu yake inafika kwa mlengo. Kwa hiyo ni kweli mimi nimeumia sana, na mpaka hapa nilipofikia siwezi nikasema yeye namfanya kitu fulani. Kweli siwezi kukubali katika maisha yangu, wala sina upendo na yeye, lakini ili swala mimi namwachia Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anahukumu yote. Okay. Katika yote haya ambayo yametokea, ni mambo gani ambayo umejifunza zaidi? Nilivyoumia ndo nikajua kwamba kweli kumbe sio wote wale wanaopata matatizo, si kwamba wote ni watu wabaya. Na mwingine hana tatizo na mtu lakini anapata matatizo. Mimi nilipata kujifunza mambo mengi sana. Hata ninapoenda kwenye nyumba za ibada, ninaposwali, nilikuwa nasahau kwamba kuna kuumizwa. Nilichokuwa nakikumbuka mimi kwamba najua mimi ni binadamu, kifo kwangu ni lazima, na nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu kwamba ipo siku mimi nitapoteza maisha, na nikipoteza maisha Mwenyezi Mungu anisamehe kama mimi kuna mtu nimemkosea, na kama mwenyewe kuna ambaye nilomkosea namjua, namuomba msamaha kabla ya hata kupoteza maisha, kwa sababu sijui ni lini nitatoka. Lakini nimekuja kupoteza macho, na katika maisha yangu yote sikuwa na swali. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu kwamba ipo siku nitatolewa macho, naomba Mwenyezi Mungu unisamehe kwa hilo, na wala kama ipo siku nitachoma visu, Mwenyezi Mungu unisamehe kwa hilo, hapana. Kwa hivyo mimi kitu ambacho nilichojifunza, muda wote unaweza kutokea na tatizo ambalo linakutokea, na ni kama haya, mimi nimetoka tu ofisini, na kitu ambacho kikubwa nadhani kimenipoza na ni pesa nilizokuwa nazo na cheni nilizovaa. Kwa hiyo naweza kuambia watu tusijiamini sana, kwa sababu nchi sasa hivi ipofikia kuna watu ambao hawahitaji kufanya kazi, wao wanataka wapate vitu tu kwa urahisi. Kwa hiyo tuwe makini na watu kama hao, na kama wao wananisikia, mimi ningependa wajitahidi katika kujituma, kwa sababu kujituma ni kitu kizuri sana, na tusitake kupata mafanikio ya haraka sana, hapana. Hiyo kitu ndio kinafikia watu wanakuwa wahalifu, wanakuwa wanaua watu, inakuwa si kitu kizuri zaidi. Kwa sababu mpaka sasa hivi mimi inaniumiza sana kumsikia mamangu analia, inaniumiza sana kumsikia mamangu anasema japo hata ningekuwa mimi ndo ningefanywa hicho kitendo, ningetolewa macho mimi, kwa sababu mamangu mpaka hii leo bado yuko tayari atoe jicho anipe mimi mwanae ili niweze kuona na niweze kumuona. Ni kitu ambacho kinauma sana. Okay. Inaniuma, na
mpaka sasa hata ninapokaa nyumbani, yani sipendelei kiukweli kukaa nyumbani, kwa sababu kuna siku nimeshawahi kuuliza swali na mtoto wangu kwamba baba, macho yako mbona hayarudishi? Ni kitu ambacho kinaniuma sana mpaka hiyo leo. Okay. So, una watoto wangapi? Mimi nina watoto 5. 5? Okay. Unaishi nao wote pale pale au? Watoto pale mimi niko watoto 2, watoto 3 wote wako shule. Okay. Na kwa sasa hivi kidogo wakati ni mgumu niliokuwa nao, maana watoto wangu mmoja alikuwa anasoma yuko mkoani, wengine wako hapa ila wako shule, lakini itanibidi mimi niwarudishe wote nikae nao kulingana na kiwango cha pesa kidogo. Okay. Ni mtihani, mimi niko nyumbani kwa sasa hivi. Okay. Maana yako ni kwamba swala la kulea kidogo linaleta changamoto. Swala la kulea linanipa changamoto, lakini niko na, kwa sababu ni watoto wangu na wakabili. Lakini inabidi nikae nao pamoja, kwa sababu kukaa nao tofauti, shule yuko huko mbali mwenyewe, kwa sababu natafuta elimu bora, inakuwa inaniumiza. Okay. Lani kikaa nao pamoja inakuwa bajeti inakuwa ni tofauti na vile mtu anakuwa mbali. Okay. Sasa mwisho kabisa tungependa tukupe fursa uweze kusema kama una ombi jingine ambalo ungependa kulituma kwa serikali, wananchi na ama mtu, tukupe fursa hiyo uweze kusema una ombi gani? Nina maombi mengi sana, ila cha kwanza nataka, kwa sababu nchi yetu Tanzania yetu ni nchi ya amani sana, alafu ni kitu cha kushangaza sana umefika kama mahali kama Buguruni mtu anakuwa anakuvamia na kuchoma visu kwa sababu anahitaji tu pesa. Ni kitu cha kushangaza sana, na wanaondoa utulivu wa nchi yetu watu kama wale. Na mimi nisingependa kuishauri sana serikali, lakini kiudogo tu, kiuchache ningependa kutoa maneno haya, kwa sababu tayari unakuta kuna watu kama wale wana matatizo, amemvamia mtu, amemchoma visu, amemtoa mpaka macho. Tayari kuna mahali pengine unakuta kuna matatizo, watu wanavamia, mara wanyang'anya watu hivi, mara wanapiga watu bastola, maaskari mara hivi. Tayari inawezekana ukimbana vizuri mtu huyu ambaye umemkuta kamtoa mtu macho na kamtoboa visu, huenda hao watu pia angewajua, kwa sababu hakuna mtu anaojiamini kuua mtu mbele za watu akiwa yeye peke yake, lazima tu nyuma yake kuna watu. Kwa hivyo wangeangalia sana kwa makini watu kama wao. Na kiombi mimi cha kwanza naishukuru sana serikali yangu. Cha pili nashukuru sana wananchi wote, kwa sababu bado mpaka leo wanataka kujua mimi naendeleaje, japo kiupande fulani wa kunichangia kumekwisha na mtu anajua kama mimi nina pesa, ila mimi kiukweli sina pesa na sijitoshelezi kwa maisha yangu, kwa sababu bado nimepanga na ndoto yangu yote imeishia pale, nimeondolewa macho, sitaweza tena kufanya kazi, kwa sababu mimi si kipofu. Ningekuwa kipofu kama kipofu ambaye yeye hana maumivu, mimi nina maumivu, kuna muda macho anaforce kuona ikiwa mimi sioni. Okay. Kwa hivyo ningependa kuwashukuru GSM kwa msaada ambao walinisaidia, wamenisaidia mapikipiki, wameniahidi kupata nyumba. Naombea dua kwa Mwenyezi Mungu awajalie, awape maisha marefu, na najua ipo siku atanikabidhi kupitia kwa mheshimiwa. Hata wenyewe wakiniita pia nashukuru, kwa sababu GSM ni watu ambao wanajali kiukweli matatizo ya watu. Hata walipoenda kusimamia pia mambo ya upasuaji wa vichwa vya watoto kule, ni watu ambao nashukuru sana. Na shukuru sana media zote, nazishukuru, zinanisaidia, na naweza nikasema kwamba zimenisahau, ila hapana, kwa sababu mambo yenyewe yako mengi. Okay. Na ningependa naishukuru timu nzima ya WCB, kwa sababu pia kupewa mtu kukupa 2 milioni si kitu rahisi, kwa sababu wasanii katika nchi yetu wako wengi, lakini nimeweza kusaidiwa na Diamond. Na nikiangalia wasanii katika nchi yetu wako wengi sana, na kuna wengine mwenyewe najua. Okay. Na hata ninaposwali pia na swali nao, lakini sijawahi kupata msaada kama huo. Okay. Kwa hivyo nashukuru sana. Sawa sana Saidi, na tunashukuru kwa kuja kutembelea leo hapa, na tunakutakia maisha
mazuri na vile ambavyo vimepungua viweze kupatikana, hasa swala la nyumba. Naamini Mungu atasaidia hapo, au sio? Mimi nashukuru sana na ningependa kuambia watu ambao wasiojua umuhimu wa media zina umuhimu mkubwa sana, kwa sababu mimi mwenyewe mpaka hii leo hata mkuu wa mkoa wangu pia asingesikia kama mimi nimepata tatizo fulani bila media kama hizi. Ndio maana leo nimekuja kuishukuru. Nimekuja kushukuru hapa kwa sababu wamenipigania na bado wako na mimi na wataendelea kuwa na mimi. Kwa hivyo sina cha kuwalipa, mimi shukrani zao mimi nilikuja kuwashukuru. Asanteni sana na washukuru sana na wapenda wote. Okay, asante sana.